Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Katika tafakari iliyopita tulishirikishana baadhi ya maandiko, tukaizungumzia Christmas, lakini nilisema Yesu alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, ambao nilitoa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2, hiyo hapo. Nikasema aya hii nikaisoma, inasema, watoto wangu wadogo naliwaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sasa hii ikaleta swali, kwa nini tunaombewa? Kwa hiyo tunahitaji msaada wa kuombewa. Je, sisi hatuwezi kujiombea? Tukiomba sisi Mungu asikii? Sasa kwa nini tuwe na mwombezi wakati tunafundishwa kuomba, tunajua kuomba? Kwa nini tuwe na mwombezi? Nikasema hili yawezekana si huyu tu, wapo na wengine wenye kutaka kujua hilo. Kwa nini tunahitaji mwombezi wakati tunajua kuomba, tunaweza kuomba na Mungu anatusikia? Ni kwa nini? Penzi mtazamaji, twende kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 20, mstari wa 33. Kutoka 32 mstari wa 23. Kutoka 32:33. Tukaone 32 mstari wa 33 inasema, Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote akitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Mtu yeyote akitenda dhambi ndiye nitakayemfuta kwenye kitabu changu. Chukua hiyo, Kutoka 32 mstari wa 33. Ukitenda dhambi Mungu anakufuta kwenye kitabu chake. Sasa unaweza kujirudisha wewe kwenye kitabu cha Mungu? Umeshatenda dhambi. Penzi mtazamaji, sio shughuli ndogo. Kama Mungu atakapokufuta kwenye kitabu chake, huna uwezo wewe wa kujirudisha kwenye kitabu wakati Mungu amekwisha kukufuta. Ndio maana tunaye mwombezi wetu Yesu Kristo mwenye haki, na ndiye kipatanisho. Bila shaka utakuwa umeelewa mpenzi mtazamaji. Ukitenda dhambi Mungu anakufuta. Anayekwenda kutuombea tuweze kurudi kwenye kitabu kile ni Yesu Kristo pekee, ndiye kipatanisho cha dhambi zetu na ndiye mwombezi wetu. Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Asante.